It's a great honor and privilege to be here today. Ni heshima kubwa na ni furaha sana kuwepo mahali hapa siku ya leo. This is a real moment in the history of this village. Huu ni wakati wa kihistoria katika kijiji hiki. And I wanted to mark it by telling you a Bible story. Ningependa kuweka alama lakini kwa kuelezea hadithi inayotokana katika Biblia. As human beings, we all have needs. Kama wanadamu sisi wote tuna mahitaji. We have needs for food, for water. Tunahitaji maji, tunahitaji chakula. We have needs for clothing and for shelter. Tuna uhitaji wa mavazi, uhitaji wa nyumba. But one of the greatest needs is for education. Lakini moja kati ya mahitaji ambayo ni muhimu na ni hitaji zuri zaidi ni elimu. And so the provision of a school is really important in the well-being of the village. Hivyo uwepo wa shule ni kitu muhimu sana katika kijiji. Now my story is this. In Mark's Gospel, Jesus visits a village. Katika hadithi yangu ya Biblia ya neno la Mungu, katika kitabu cha Marko, Yesu alitembelea kijiji. There was a man who was very sick. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa mgonjwa sana. He had a need. Alikuwa anahitaji. He needed to be able to walk and he could not walk. Uhitaji wake ni kwamba alihitaji kutembea lakini alikuwa mlemavu, hakuweza kutembea. He is a picture of the children in this village. Ni sura ya watoto walioko katika kijiji. They have a need. Wana uhitaji. Education. Wanahitaji elimu. But they could not educate themselves. Lakini hawakuweza kujipatia elimu wenyewe. Thankfully, the man had 4 friends. Lakini kwa bahati kulikuwa na mtu na marafiki 4. And do you know what they did? Lakini unajua nini walifanya? They tore a hole in the roof and lowered him on a bed to Jesus. Wale watu wakafumua lile paa, wakampitisha yule mgonjwa wao kwenye lile godoro, wakampeleka pale mbele ya Yesu. Because the home where Jesus was teaching was so full of people. Kwa sababu ile nyumba ambayo Yesu alikuweko ndani akifundisha ilikuwa imejaa kabisa kule ndani na hakukuwa na nafasi yote ya kupita. Who are the 4 friends in the story of this village and the children? Hawa marafiki 4 walikuwa ni watu gani katika hadithi hii? Well, first of all, the chief and the elders. Wa kwanza ni mzee pamoja na viongozi. And then we have the government. Alafu pia mwingine ni serikali. And then, of course, we have Webster and Rose. Alafu tuko na Webster pamoja na Rose. And then we have a little bit of help from Cry, which I represent. Alafu pia tuko na msaada kutoka Cry ambao nawawakilisha. We are the 4 friends of the children. Sisi wote hapa ni marafiki 4 wa watoto hawa. And we bring them, the children, to Jesus. Na tunawaleta watoto kwa Yesu. Now, here's the thing. Na hii kitu kimoja. The children, the man had a need. Yule mtu alikuwa na uhitaji. He was sick. Alikuwa ni mgonjwa. The children have a need, education. Watoto wana uhitaji, wanahitaji elimu. But Jesus didn't just heal the man. Lakini Yesu hakumponya tu yule mtu. Jesus did something even more important than healing the man. Lakini Yesu alifanya mambo mengine zaidi muhimu kuliko hata kumponya yule mgonjwa. And Jesus wants to do something much more important in the lives of these children and the whole village than just education. Na Yesu anataka kufanya mambo makubwa sana kwa watoto wote walioko katika kijiji hiki, na wala si elimu tu peke yake, lakini mambo mengi makubwa anataka kufanya juu yao. Jesus does say to the man, get up and walk. Yesu hakusema tu kwa yule mtu kwamba simama utembee. Jesus meets the need. Yesu alifikia mahitaji ya yule mtu. As Jesus has provided an education for these children. Kama jinsi ambavyo Yesu ametoa elimu kwa ajili ya watoto. But Jesus meets a deeper need in all of us, the children and the adults. Kwa hiyo Yesu anafikia mahitaji yetu yale ya ndani, mahitaji yetu yale yote ya muhimu kwetu sisi kama wazazi pamoja na watoto.
Jesus looks at the man Yesu alimwangalia yule mtu. and he says to the man, your sins are forgiven you. Akamwambia yule mtu, dhambi zako zimesamehewa. Our greatest need as human beings is forgiveness. Hitaji kubwa kwetu sisi kama wanadamu ni msamaha. We have all made mistakes. Sisi wote hapa tumefanya makosa. But Jesus wipes the slate clean. Lakini Yesu ametusafisha, tumekuwa wasafi. That's why he died on the cross. Na ndio sababu alikufa pale msalabani. To give us a new start in life. Ili atupe mwanzo mpya katika maisha. So that as we turn and we put our trust in him. Kama jinsi ambavyo tulivyogeuka na kuweka imani yetu kwake. He comes to live inside of us. Anakuja kuishi ndani yetu. Through the Holy Spirit. Kupitia Roho Mtakatifu. He gives us a new start. Anatupa mwanzo mpya. I am 64 years of age. Ana umri wa miaka 64 sasa hivi. I came to know Jesus when I was a child. Aliokoka akiwa kijana mdogo. I was 11 years old. Alikuwa na miaka 11 wakati anaokoka. I was given a good education. Alipata elimu nzuri sana. I did well at school. Alikuwa mzuri sana darasani. My parents were very poor. Wazazi wake walikuwa ni maskini. But they sent me to the best school they could find. Pamoja na umaskini wao, lakini bado walimpeleka kwenye shule nzuri walioweza kuifikia. I grew up in a great city. Akakuwa katika mji mzuri. The city of Liverpool. Katika jiji la Liverpool. Kuna mashabiki wa Liverpool. Now champions of England. Ambao ndio mabingwa wa Uingereza sasa hivi. But more important than my education was coming to know Jesus. Lakini kitu cha muhimu katika elimu yake ilikuwa ni kumjua Yesu. Today we laid a foundation stone. Leo tumeweka jiwe la msingi katika darasa. Jesus has been my foundation stone for over 50 years. Lakini Yesu amekuwa ndio jiwe la msingi kwa zaidi ya miaka 50. Children, make him your foundation stone. Watoto wamfanye Yesu kuwa ndio jiwe lao la msingi. Adults too, make him your foundation stone. Na nyinyi watu wakubwa, wa baba na wa mama, mumfanye Yesu kuwa ndio jiwe la msingi. Because he will never let you down. Yesu hawezi kukuangusha. That is my testimony. Huo ndio ushuhuda wangu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Thank you so much. Nashukuru sana. Mimi Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya upendo wake wa pekee kwenu. Maana kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee Yesu ili tusipotee. Lakini katika hilo kuna upendo wa ajabu sana. Kumbe katika upendo kuna kutoa. Kwa sababu alitupenda akamtoa mwanae. Na sisi leo tunamshukuru yeye kwa sababu ya upendo ambao Baba alikuwa nao kwetu, akatoa eneo hili. Kwa hiyo pia nashukuru Mungu kwa ajili ya Baba. Mungu akubariki sana kwa wewe kutoa kwa ajili ya upendo wa pekee kwa ajili ya watoto hawa. Amen. Lakini pia namshukuru Mungu pekee kabisa kwa ajili ya wageni wetu. Nikianza na mchungaji Andy na wageni wengine. Mungu awabariki sana. Kwa sababu ya upendo ule ule wa Kristo mmeweza kuja kutusupport. Karibuni sana na Mungu azidi kuwabariki sana. Lakini ninamshukuru Mungu pia kwa ajili ya viongozi wa serikali kututia moyo wakati wote tunapowahitaji, kutusaidia kwa mambo ambayo yanawahusu serikali. Mungu awabariki sana, azidi kuwainua, tuzidi kuwa pamoja kwa yale yanayoendelea. Na washukuru wa baba wote wa Kimasai kuwaruhusu wa mama kushirikiana na sisi katika kazi ya Mungu. Lakini pia na washukuru wa mama kujitolea kutupa watoto, kuandaa kwa ajili ya madarasa yanayoendelea. Maana neno la Mungu linasema umshike sana elimu, usimwache aende zake, maana ndio ufunguo wa maisha.
Kwa hiyo Mungu awabariki sana wamama wote kwa kuandaa watoto kuwaleta mahali hapa kwa ajili ya elimu. Amen. Lakini namshukuru pia baba mchungaji kiongozi Webster kwa upendo wa pekee sana kwenu kujitoa kusimamia kazi hii, pamoja na mchungaji wetu Samueli na mama. Mungu awabariki sana. Pia nishukuru wageni wote waliokuja kujitolea kwa ajili ya hii siku njema ambayo Mungu ameiandaa kwa muda mlioutoa. Mungu awabariki sana. Amen. Thank you, Holy Ghost of God. Thank you, Jesus. Yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Baba, nimekuja kushukuru. Umefanya mengi, Baba, nipokee Baba. Nikulipa nini kwa yote umefanya Baba ya nikulipa nini kwa yote umetenda Baba. Baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Mwambie tena, baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Niseme nini Baba? Niseme nini? Siwezi kueleza. Baba, nina kushukuru. Hey, niseme nini? Niseme nini? Siwezi kueleza. Bali nina kushukuru. Bwana, niseme nini? Niseme nini? Siwezi kueleza. Bali nina kushukuru. Hey, bali nina kushukuru. Hey, bali nina. Pokea ibada ya, pokea heshima na utukufu. Bali nina, bali nina kushukuru. Oh Baba, nina kushukuru. Oh Baba, nina kushukuru. Oh Baba, nina kushukuru. Oh Baba, nina. Kwa kinywa chako tu mwadhimishe Bwana. Mwambie, ninakushukuru kwa matendo yako makuu. Ninakushukuru kwa rehema. Ninakushukuru kwa fadhili zako. Rama soka tababa.
Zekatamayandereremosata. Ripokorobosata. Zeketerenamai. Rianamosataba. Shukuru tu Mungu pamoja nami. Mwambie Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru